Simba Sports Club mabingwa lazima niseme hivi. Wakicheza na JKT Tanzania game huwa inakuwa ngumu sana. Tena hasa ukiwa katika ule uwanja. Tumecheza na ule uwanja jumla mara 3. Tumeshinda mechi zote 3 lakini mechi 2 zikiisha kwa goli 1-1. Game inakuwa tough sana. Wakati mechi inaanza nilikuwa na imani kubwa kweli. Lakini baada ya kupiga kwa kututangulia lazima kibinadamu uwe imani pote kwa sababu ukiwaza na zile kumbukumbu nyuma kwamba mechi 2 za nyuma hapa uwanjani kwao tumepata goli 1-1 tu tena kwa tabu. Kwa hiyo sasa tumetanguliwa sasa. Tumetanguliwa. Kwa vyovyote vile, kwa mshabiki yote, mpenzi yote wa Simba hawezi kuwa na hali nzuri. Ukiwa na hali nzuri huwezi kupenda klabu yako. Wewe mwenyewe ni shahidi. JKT akiwa uwanjani kwake anacheza game tough sana. Kuna watu ushindi, kuna wengine wapata. Ndio nilikuwa namalizia hapo. Mimi sipendagi sana kuwatajaga watu wengine, labda mpaka unaponiuliza. Kuna watu waje kupata sio ushindi pale hata goli nafikiri waje kupata. Nafikiri mechi zote zilisha bila kama sijakosea. Hawaje kupata hata goli pale. Sababu na magoli 4 pale. Au usinichonganishe sasa. Usinichonganishe. Sawa. Au wale wazee wa Guantanamo. Namna ambavyo ulitazama ile timu. Inakupa garantia kwenda kufanya vizuri kimataifa. Yanazungumzia kwa mwalimu sasa. Dimitra Pandev. Kuna kitu fulani hivi cha tushai kwenda kuzungumzaga. Nafikiri amejirudia. Ni kocha ambaye anawafundisha makocha wengine wa Kitanzania au wa Kiafrika au hapa Afrika Mashariki. Yule ni kocha ni meneja. Sisi kwetu meneja, kocha tunajua sisi. Umeelewa? Ili mradi hata wewe kama una uwezo tungekusajili. Ingekuwa yuko jukwani kule sawa. Kama hata angekuwa asimami lakini yuko kwenye benchi. Si Matola njoo tumwambie yule afanye vile habari inafika. Tofauti na kwenye simu. Yule akiwa pale tu hata kama asimami, hata angekuwa asimami. Angekuwepo tu kwenye benchi, shughuli imeisha. Yule mwamba ndo anawafundisha watu sasa hivi. Kuna watu wanajaribu kuforce kwamba timu ikiwa inakaba tukutumie mfumo huu, tukiwa tunashambulia tutumie mfumo huu. Lakini mimi nikuulize swali ulikuwa uwanjani pamoja na mimi. Si uliona timu Simba inavyokaba na inavyoshambulia mfumo tofauti? Na si unafika? Uliona watu wakiwa wanashambulia wanatumia mfumo gani na ukiona watu wanakaba wanatumia mfumo gani? Na unaona kabisa timu ya Simba, wewe ningekwambia kile kikosi ulichoona kimeanza. Kile kikosi ambacho umeona wewe kimeanza. Kilichoanza pale hakukuwa na Mpanzu, hakukuwa na Soa, hakukuwa na Mwalimu, hakukuwa na Kante, lakini timu ilikuwa inacheza vile vile, bado ilikuwa ina nguvu. Na walivyokuja kuingia wengine, bado ikaonesha nguvu zaidi. Mfano nilishai kumzungumzia Morris Abraham. Nakupa hii. Mimi nakupa hii. Tuko hapa leo. Tarehe ngapi leo? Tarehe 12 leo. 12. Mwana Morris asipate injury. Atakuwa mchezaji bora wa ligi. Kwa hiyo anataka kwenda kumweka benchi mtu pale. Hiyo nakuwekea. Hapo unatabiri. Tuombe Mungu. Nasri anachukua nafasi ya mtu pale. Anachukua nafasi ya mtu pale Morris. Kwa sasa hiyo tulizungumza toka alivyocheza mechi na alivyoanza na Namungo ile. Nafikiri tulisema tu alicheza kwa nusu. Kacheza ile ligi ya Serbia, Super League. Amekosa tu mechi za ushindani hapa karibuni, lakini mpe mechi 5 tu. Afanikiwe kucheza mechi 5 ajalishi aanze atoke sabu. Mpe dakika 40, dakika 30. Akikolea akianza. Hakuna, tumuombe Mungu asipate majeruhi. Yule MVP na Morris yupi bora kwako? MVP yupi? MVP yupi? Yule wa kwenu. Yupi? Yule MVP wenu. Jan Chaz. Aua na Morris ni wachezaji wawili tofauti. Aua ni ana fit zaidi kwenye namba 10. Morris ana fit zaidi akitokea pembeni, japokuwa ana uwezo pia kucheza kama namba 10, lakini ana fit zaidi kucheza akitokea pembeni. Morris anashambulia kwa kasi sana. Ana uwezo kupiga cross nzuri, anaona mashinu pia. Ana uwezo pia kupiga mbali. Aua anaweza kuweka pasi njiani zaidi na utulivu, lakini sio mtu ambaye utajua ataweza kukushambulia akashambulia kwa kasi. Lakini Simba mpaka wanasajiliwa Simba hamna mchezaji mbaya. Nataka niwaambie watu tu mistake zipo kwenye football. Kama ingekuwa hamna mistake, watu wangefungana 100%. Ila tu muhimu isiwe ya kujirudia. Hilo ndio tatizo. Lakini kila mchezaji unaomuona Simba pale, kuna wengine hujawaona, kuna wengine haujawaona na utawaona. Kuna bwana mdogo katokea hapo Coast, katokea Tanga hapo. Bado umekaacheza mechi moja na Namungo dakika zake kama 10 hivi. Alipiga pasi zake za ajabu, bado nazidi kukua. Vitu vingi utakuja kuviona Simba. Na ndio maana nikasema na waonea huruma wale waliokutana na Simba kwenye group stage kwa sasa. Simba acheki na yoyote. Yeye mnamwaga majalo tu. Atucheki na yoyote yule. Sasa ndio useme kwenye kile kikosi chako tumeruhusu goli moja tu. Za ligi ndio ujue kwamba Simba iko serious.
mechi 3 goli hili moja. Na Simba inapoanza hakuna mchezaji yote ambaye unajua timu yote, yani sisi pale Simba tunamhitaji meneja tu awe timamu awe mzima basi. Simba atake kwa yote timu inacheza vile vile na hata ibadiliki. Sisi sio kama wale mchezaji mpaka anatukuzwa, mchezaji anaonekana mkubwa zaidi ya timu. Sisi hamna mchezaji mkubwa kwenye timu. Sisi timu yetu ndio kubwa. Kuna watu wanakuwa mchezaji ni mkubwa kuliko timu. Mchezaji akipiga pasi akikosea wanasema bahati mbaya, wengine wakipiga akikosea ajui. Sasa sisi mnamtukuza huko. Sisi kwetu ukikosea kula benchi Mpanzu. Wazee wa Guantanamo. Mpanzu. Mechi 2 mfululizo anatokea benchi. Na hapo kwa Mpanzu. Na juzi kala umeona alivyojikaza? Kwa sababu gani? Kwamba aliona kabisa hapa hizi namba zipo nyingi. Hizi namba kuna wachezaji hatari wapo. Na ilionekana kama amedrop. Form hakuna mchezaji ambaye anamaliza ligi anakuwa na kiwango kile kile, unaelewa wewe ni kocha. Hakuna mchezaji ambaye anamaliza ligi msimu mzima anakuwa na kiwango kile kile. Kuna down and up. Si ndio ba? Kwa hiyo na maana inatokea, lakini alivyoanza msimu dirisha dogo na alivyoanza hiyo msimu huu tofauti sana. Yes. Kwa hiyo na maana wote hata kabla hata hajaja huyu manager. Yes, kwamba kwanza kitu kingine umenikumbusha. Ukiona hii Simba nitakujibu. Ukiona hii Simba unaweza ukajua Pandevu ndo amekaa na team pre-season na ndo amesajili. Lakini watu hawajue Simba amepitia kipindi kigumu sana, lakini ndo pale kuonyesha ukubwa unatakiwa upambane kikubwa. Simba mpaka sasa unapoiona tayari ishafundishwa na huyu kocha huyu watatu. Nani Fadru ndo amesajili timu. Ndio. Kataka kuondoka tumemruhusu nenda. Kampa Selemani Ahmed Moroko. Akana yuko na Matola. Wamepambana mechi moja ameondoka, amekuja Pande. Wewe unaona kuna mapungufu yote? Nikuulize sasa, kati mechi kwa Fadru msimu huu tuzungumze, wakati kwa Fadru mechi zake kwanza na wakati kwa Ahmed Moroko na wakati kwa Pande, vipi Simba kali? Ya msimu huu tuzungumzie. Vipi Simba kali? Simba kali? Bado sijaiona Simba kali. Mimi nimekwambia kwa Oma kocha watatu. Uwezo alivyofundisha Fadru, si uliona? Sio mna mechi alicheza uliona? Ndio. Alivyofundisha Moroko, Ahmed Moroko, si uliona walivyocheza? Sio umeona na Pandevu mechi zake hizo kama ni mgapi amecheza mechi 3? Umeziona mechi 3 amecheza? Ipi Simba kali? Ipi imekuvutia? Simba zote zina changamoto. Hakuna Simba bora tofautiana, ngoja kwambia. Hatujafikisha na wenyewe tunajua. Sasa ile ya Fadu ni anga ya jamii na ile ya kule. Sababu Fadu amepeleka timu kwenye mechi ya kwanza ya amefungwa na kwenye ngao ya jamii. Katoka hapo kaipeleka timu kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa, si ndio? Ndio. Akaondokea kule preliminary round, si ndio? Preliminary round akashinda kule Gaborone, si ndio? Nani? Kocha Fadu alishinda goli moja bila. Goli moja 0, si ndio? Akarudi na timu. Timu ikarudi bila yeye. Bila yeye akachukua akawa Ahmed Moroko pamoja na Ahmed Moroko. Ulimi ukawa hapa. Nashukuru. Umejibu tayari unalo. Ulimi ukawa hapa. Kule kushinda 1-0 na unataka kufunga kwenye ngao ya jamii. Tumecheza kikubwa ili mali tupite. Sasa hizo ni sababu, lakini tunasema tuzungumze tulichambua. Nakwambia Simba zinatofautiana hizi mechi hizi. Timu ikarudi bila kocha. Kocha akawa Matola naye ana kadi nyekundu, si ndio? Akaja kocha gani? Ahmed Moroko. Mechi inaisha watu wanaomba dua. Hapo Benjamin Mkapa, si ndio? Watu wanapumua juu. Pressure zimepanda. Sasa mbona hiyo kama unaishikilia sana hapo, mbona tutoki hapo? Sasa tunaichambua. Mbona hapo tutoki? Hapo mbona tutoki hapo? Tukatoka hapo. Game iliyofuata ilikuwa ni ya ligi. Si ndio? Baada ya kuondoka na Fountain Gate? No, Fountain Gate ya kwanza alikuwa na Namungo. Alikuwa na Namungo, si ndio? Kocha Matola, kocha Emedi huyo. Kocha Emedi alikuwepo pia. Kocha Emedi? Alikuwepo. Matola na Emedi walikuwepo uwanjani. Ilikuwa mechi moja tu basi. Emedi kaja kwa mechi moja kacheza Matola mechi Emedi mechi ya CAF Champions League akaondoka. Alicheza na mechi ya ligi. Alicheza na mechi ya ligi moja alikuwepo. Mimi nilikuwepo uwanjani. Basi kama sio hiyo na Mungu basi Fontaine. Mechi ya ligi. Mechi ya ligi ilikuwa kabla ya nani? Kabla ya Champions League. Ilikuwa katikati. Ile mechi mpaka nilimsifu Matola alipanga kikosi tofauti zaidi. Kwa sababu ile alikuwa Matola peke yake. Wakati ile game amekuja Ahmed Moroko ndio siku 2 kabla ya mechi ya Namungo. Umeelewa? Kwa ikabidi aende kuiangalia timu mazoezini. Of course. Yes. Mechi ya ligi akawepo Matola peke yake. Sawa. Lakini mwalimu alikuwepo kama sehemu ya kutazama. Mechi inafuata kwa sababu ana kadi nyekundu Matola hakupaswa kukaa kwenye benchi akabaki Ahmed Moroko, si ndio? Baada ya hapo sasa Moroko akawa amemaliza kazi yake akaondoka. Si ndio? Timu ikabaki na inamtafuta mwalimu sasa.
tulikuwa tunajua mwalimu ni nani tunamhitaji. Kwani Morocco alikuja pale kwa muda tu kuongeza. Lakini mwenyekiti wenu alisema kuna CV ngapi? Tulikuwa tunamjua sisi. Mechi ya away Zingizini. Haya, sema. Ushindi goli 3, si ndio? Namna hiyo. Kibwa anafunga goli 2 akitokea bench. Ndio. Si ndio? Goli la kwanza alifungwa na Nangu. Yes, Nangu afunga goli la kichwa, magoli mawili anafunga Kibwa. Jana enjoy sana mpira. Baada ya pale mechi ya nyumbani sare. Si ndio? Lakini sio sare ya kinyonge, sare mko bado mnajitafuta. Si ndio? Hasa nataka nikupe kwa nini tulitoa sare. Kwanza hapo chaguo lako ni lipi mpaka sasa? Simba ipi? Sisi hatujui. Simba Fadu ni bora mimi. Sijakwambia kwa msimu ambao uloisha. Nimesema kwa hizi mechi hapa. Ngoja acha nikwambie. Sababu Fadu alichonga ramani wewe kushinda dhidi ya Gaborone. Hapana. Pandevu anacheza tofauti na uwezo wake mkubwa zaidi kuliko Fadu. Sasa tunazungumzia mtu, tunazungumzia timu. Na timu pia inacheza vizuri kuliko hata ya Fadu. Ngoja nikwambie, Fadu alikuwa anajiogopa sana. Yaani ni kocha ambaye anakaba sana kuliko kushambulia. Kwa Fadu kwa Pantev tunamshukuru. Hamna chochote. Tunamshukuru Fadu kwa kupita kwenye timu kubwa. Kwa sababu hii ndio timu yake kubwa kuliko timu zote alizokuja alizopambana nazo. Hii ndio timu kubwa. Amekuja kuwa kocha mkubwa. Tumemwamini na alhamdulillah tunashukuru pale alipotufikisha. Pandev ndo ameshinda goli nyingi. Pantev ndo ameshinda goli nyingi. Dimitar ameshinda goli nyingi kuliko makocha wote na ameshinda mechi nyingi kuliko makocha wote waliopita kwenye msimu huu hapa. Umeelewa? Msimu umeisha huu. Si mpaka sasa hivi. Tunazungumzia msimu huu uloanza. Amecheza hata mechi 6. Hata kama sisi wenyewe hiyo mechi ya Jekitino mechi yake ya kwanza ya ligi. Sasa mechi ya kwanza ya ligi na mwenyewe kocha amezungumza, alikuwa anajaribu kwenye mechi kile ambacho alikuwa anakifanya mazoezini. Sio anafanya, anajaribu. Umeona kama kuna mashaka hapo? Ngoja nikuulize kwamba kumfunga JKT 2-1 au tungemfunga 3 na kumfunga Zingizini away goli 3 bila. Kipi kitu kizuri? Vyote vizuri. Zaidi. Vyote vizuri zaidi. Hapana, kuna kimoja zaidi. Hapana. Sema ile mechi ya Zingizini ilikuwa ni mechi ya knockout. Ikiitwa mimi kitu na watu jua hajaelewa. Mimi naheshimu kila timu ambayo ipo CAF Champions League. Lile neno lenyewe linabeba ni nini maana yake. Haijalishi ni raundi ya kwanza ni raundi ya pili. Kama sio bingwa hawezi kufika pale. Unajue kama sio mshindi wa kwanza au wa pili hawezi kuwa pale. Kwa upande wake. Kwa sababu maana unatakiwa uheshimu kwamba unacheza na bingwa mwenzio. Umeelewa? Sisi mpaka tunafika pale Simba Sports Club. Umeelewa? Tuna uhakika kabisa. Umeelewa? Hapa tumetoka kumfunga Gaborone goli 1 bila away. Timu imekabidhiwa na kocha mpya. Hajasajili. Sawa.